Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asante sana. Karibu kwenye channel yangu, na leo nimekuandalia maneno mazuri ya Mungu. Neno la leo nimeliita, kichwa kinasema enendeni. Enendeni. Kwa hili somo linasema enendeni. Linakuhusu wewe leo, ninayekuambia linanihusu na mimi. Habari ya kwamba tunatakiwa kwenda ulimwenguni kote kuhubiri Injili, kuambia watu habari za Yesu, inatuhusu sisi sote. Ukishampokea Bwana Yesu, umekabidhiwa talanta. Kuna somo lile la talanta, kuna mwingine alipata talanta 5, mwingine 3, mwingine 1, 2. Unapompokea Yesu, umekabidhiwa talanta. Unatakiwa ukaizalishe hiyo talanta. Sasa kama umekaa hapo, jiulize, wewe ndio yule ulienda kuzalisha 5, zikazaa nyingine 5, ukazalisha 3, zikazaa nyingine 3, ukazalisha 2 nyingine zikazaa 2, au wewe ndio yule kwa moja, alafu ukasema ninajua wewe unavuna usikopanda? Au wewe ndio ulienda kuifukia ardhini? Wewe kazi yako ni kukosoa tu watumishi. Yule anahubiri vibaya, yule nabii wa uongo, yule anataka sadaka, yule yuko hivi anapenda sana pesa. Yaani wewe unayejua ukweli, kwa nini usubiri alafu wale ambao unaona wanafanya vibaya wakajifunza kutoka kwako? Unajua ukweli na umekaa nao chumbani kwako, umebaki tu unakosoa wengine. Yaani wewe utafikiri ni kama sisi walimu ambao kazi yetu ni kuweka vema na kosa. Habari yule anapatiaga sana, yule anampenda, yule anakoseaga na ana mambo mengi. No. Habari ya nendeni ulimwenguni inatuhusu sisi sote. Ukishampata Yesu tu, inatuhusu sisi sote. Tusome kitabu kile cha Marko 16. Marko 16 ni kitabu cha pili tu hapa kwenye Agano Jipya, sura ya 16 kuanzia mstari wa 15. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aamini na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Hapa hizi habari za kwa habari ya wale ambao walikuwa wameshamwamini Yesu. Anawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili. Injili ni habari njema ya ufalme wa Mungu. Watu wanahitaji kusikia habari njema za ufalme wa Mungu. Wewe unazo, mimi ninazo. Ili mradi tumemwamini mwana wa Mungu, hatukosi ushuhuda, hatukosi kitu cha kushuhudia wengine. Waambie chochote kidogo unachokijua, kwa sababu habari ya ufalme wa Mungu, habari ya kwenda kueneza, habari ya enendeni inatuhusu sisi sote ambao tumekubali kuitwa kwa jina la Kristo. Useme hapa lakini alikuwa anaongea na wanafunzi wake. Hao wanafunzi kina Petro alishakufa zamani, hao alishakufa. Na Mungu sio watu waliokufa. Mungu ni watu walio hai. Ili andiko linanihusu mimi na wewe saizi. Kwa ambao tumemwamini Yesu, tunaambiwa anavyotutendea, anavyotulinda, na tuwaambie watu wengine habari za Yesu. Usikae na Yesu hapo ukatulia. Waambie watu habari za Yesu. Waambie watu habari za Yesu. Kama nilivyosema kwamba iko siku, hii tenzi 63 naipenda sana. Kifungu cha Biblia anasema, siku itatimia tutakapoulizwa wale wa nyumba zetu na majirani. Tutaulizwa watu wa nyumba zetu na majirani. Kuna wewe mtumishi mkubwa ambao unasema ni mtumishi mkubwa, hajui watu wa nyumbani kwako wala majirani zako. Kuna watoto wako ambao unaishi nao, kuna majirani hao wanakuhusu wewe. Kuna watu uko nao kazini wanakuhusu wewe. Kuna watu unakutana nao kwenye majaji, kwenye IC, sokoni, mnafanya wote biashara. Wewe ndio kuambia habari za Yesu. Kwa hiyo hii haina namna ya kukwepa kutangaza habari za Yesu. Ili mradi tumeshamwamini, basi ile swala la enendeni na tu sote. Mathayo 28:18. Mathayo 28:18. Neno la Mungu linasema 28:18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi,
mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi nilipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yuko na sisi hata ukamilifu wa dahari, lakini kuwafanya wengine kuwa wanafunzi. Tunapokaa hapa tunajifunza habari za Yesu, kila mtu anatakiwa kaa na asikilize habari za Yesu. Nenda ulimwenguni, nenda kila mahali, waambie watu habari za Yesu. Waambie jamani, Yesu yupo. Wasimsome Yesu kama historia, wanasema tulimsomoni. Mfanye Yesu awe halisi, na kuambia neno la Mungu linasema yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Kama alifufua zamani, hata sasa anafufua. Kama aliokoa zamani, hata sasa anaokoa. Kama aliponya, hata sasa anaponya. Mfanye Yesu awe halisi. Asionekana kama ni kitu ambacho kiko yani kilisha expire cha kwa zamani. Anasoma kama hadithi. Mfanye Yesu awe halisi kwenye maisha yake ya kila siku. Na mtu ambaye anapaswa kupeleka hizo habari ni mimi na wewe. Twende tukawaambie watu habari za Yesu. Vaa ujasiri, mwana wa Mungu. Muombe Roho Mtakatifu akupe ujasiri wa kuambia watu habari za Yesu. Waambie habari za Yesu. Anaokoa na anaponya. Ana nguvu ile ile. Nguvu ya Yesu haijawahi yani that is the superpower. Haijawahi kupungua. Haijawahi kupungua. Yani ukimwona Yesu ajidhihirisha kwenye maisha yako, ni wewe tu imani yako haijafika, ila yeye viwango vyake ni vile vile vya kimungu. Kwa hiyo sisi tunapaswa kwenda ulimwenguni kuambia watu habari za Yesu. Kwa nini? Ni rahisi sana. Kuambia watu habari za Yesu nasema ni rahisi kwa sababu kwenye masuala ya imani kikubwa ni kusikia. Yani kinachotakiwa tu ni kuhakikisha kwamba umelipa neno la Mungu sauti. Yani umetoa sauti, asikie. Kikubwa tu asikie. Kwenye imani kitu kikubwa kinachofanya kazi ni kusikia. Ukisoma Warumi 10:17. Warumi 10:17 neno la Mungu linasema hivi. 10:17 neno la Mungu linasema, kwa maana Warumi nimefungua kwa vitu. Warumi 10:17 neno la Mungu linasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo unaposema kama nitahubirije, wewe hakikisha tu kwamba wanasikia neno la Mungu. Akishasikia, popote atakapoisikia ile sauti, imani itaenda, ili mradi neno la Mungu. Kwa hiyo kikubwa tunapokuja kwenye habari za kuenenda na kutangaza ufalme wa Mungu ni sauti. Mimi naweza nikawa niko hapa sasa hivi unaisikiliza sauti yangu. Mimi hata sipo, lakini Mungu yupo. Kwa hiyo unapoisikia hii sauti ukaiamini, Mungu yuko pale pale. Kwa hiyo unapoamua kwenda kuhubiri, usiseme sasa nitahitaji ulimwenguni kote. Sasa tena sasa hivi dunia imerahisishwa sana. Ni kama hapo unanisikiliza unajua yuko niona, na unaweza ukafuja hujaniona, lakini sauti umeisikia, inabaki ni wewe unaamini, kwa sababu hapo ulipo Mungu yupo. Mungu yuko kila mahali. Mimi ndio sipo, lakini sauti imefika na Mungu yupo. Ni swala la mtu tu kuamini. Kwa hiyo swala kubwa la katika imani tunasema kwamba ni kusikia. Kama basi tunaomba nendeni ulimwenguni, hakikisha sauti yako inaenda mahali popote ulimwenguni kwa njia yoyote ile, kuhakikisha kwamba watu wanaisikia Injili. Sikia neno la Mungu nasema hivi, kwa maana sio nia ya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uleta wokovu kwa kila aminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Siwezi nikaionea ya Injili inapokuja kwa habari za kusema habari za Yesu. Sijali ni nani anasema nini, sijui ni nani ananionaje. Ninachokijua mimi hii habari inanihusu mimi kama mimi. Ninachojua mimi hii habari inanihusu mimi kama mimi. Kwa nini? Mimi ndiye nilimpokea Yesu. Mimi ndiye ninajua alichonifanyia. Kwa hiyo sijali sijui nani anasema huyu naye sijui yukoje. Sijali mimi maneno yake. Anisaidii chochote. Niko nasema hivi, Yesu yupo. Mpe kila mtu habari njema. Usionea ya Injili, mwana wa Mungu. Waambie watu habari za Yesu. Hizi ni habari njema. Zina uweza wa Mungu unaweza kuleta wokovu kwa kila aminiye. Waambie watu habari za Yesu. Waambie kile unachojua kuhusu. Nenda ulimwenguni, mwana wa Mungu. Waambie, acha wakuone kama mshamba, acha wakuone kama wakuja, acha wakuone kama na maneno ya kutafuta, lakini waambie waziwazi kwamba Yesu yupo, ni mwana wa Mungu na ni mwokozi na anaokoa, na wakimkubali atawaokoa, na wakimkataa
hukumu iko inakuja. Kwa hiyo tunasema kwamba hatuwezi tukaacha kusema habari za Yesu, kwa sababu ni agizo. Ni agizo kwa mtu anayemwamini mwana wa Mungu. Ni agizo kuwaeleza na wengine, ili na wengine wao wasikie, wapate kumwamini. Sasa unajiuliza, mwalimu, nitahubirije? Sijui kuongea kama hivyo unavyoongea wewe, sijui kuongea kama wale watumishi wakubwa wanaosimama jukwani wanaongea kwa nguvu, sijui kuongea kama wachungaji wetu. Kuna njia nyingi sasa hivi ambazo unaweza kuhubiri neno la Mungu bila hata shida. Kuna njia nyingi sana ambazo tunaweza tukazitumia kuhubiri neno la Mungu. Kwa mfano, njia ya kwanza, kwa mfano mitandao ya kijamii. Hapo unanisikiliza tu kwenye simu yako, lakini unasikiliza neno la Mungu. Kwa hiyo badala ya kutumia bando lako tu kuangalia wengine wanavyotuma vitu vya ajabu, si vitu gani, na kupoteza muda zako, wewe unaweza kaamua kwa vifungu vya Biblia unaviweka kwenye peji zako, au unawatumia wengine, au unajirekodi unatuma habari za Yesu kwa kutumia hizo MB ambazo unakuwa umezinunua. Tumia simu yako kuhubiri habari njema. Usiseme mimi na kiswaswali, hata kama ni kiswaswali unarekodi hadi video kiweka na nambari kubwa. Usiseme mimi ni kiswaswali. Kiswaswali ukiandika, kwani ukaandika Yohana 3:16 kwa mfadia mtu na ukaandika yale maneno pale, sana kwa amepata. Kwa hiyo tumia mitandao ya kijamii, au tumia hizo vyombo vya habari pia kufikisha neno la Mungu. Kitu kingine, unaweza kutumia vipeperushi. Unaandika vipeperushi ambavyo vinaeleza maneno ya Mungu pale. Unapokuwa unapita sehemu mbalimbali, unawapa watu wanavisoma. Kwa hiyo kwa kutumia vipeperushi, tunasema kwamba kuna vipeperushi ambavyo kama vile ambavyo tumevizoea vinakuwa na maneno mengi, lakini hivyo vinafaa zaidi kwa watu ambao labda tunakuwa tunaenda nao kanisani, kwa wameshaanza kusoma maneno ya Mungu ila hawajaamini. Vile vipeperushi virefu unaweza kuwapa. Lakini kwa hawa mtaani unaweza kutengeneza short message, unatengeneza jumbe tu fupi fupi. Yesu anakupenda, Yesu anaokoa, mrudie Bwana Yesu. Ukawa unamkabidhi ule ujumbe, mtu anaweza akauona. Mtakuwa mnaziona siku nikiamua kuzishusha, mtakuwa mnaziona ninavyotengeneza. Lakini pia unaweza kutumia kushuhudia mtu mmoja mmoja. Umekaa naye tu hapo, lakini una agenda yako moyoni. Yaani agenda yetu moyoni lazima iwe ni kumhubiri Yesu. Yaani kwa namna yote ile, hata kama tumelala lazima tunasema, mimi nimelala naye rafiki yangu leo, labda tumesafiri, tumekuja kule, sio kuna kazi maalum. Unakaa naye, lakini moyoni una mpango mkakati, kwa sababu duniani tuko kwa muda. Unamwona ni kama unajua habari za Yesu, unamhubiria, unamshuhudia mtu mmoja mmoja. Lakini pia unaweza ukaishi maisha, kitu kingine, unaweza ukaishi maisha ya utakatifu. Maisha ya utakatifu nasema ni kitu ambacho kinahubiri vizuri, kwa sababu sisi wa Kristo ambao tunamwamini Kristo, ni Biblia ya wapagani. Wapagani hawasomi Biblia. Watu wanaoenda kusali pengine kwamba kwa muamini Yesu hawasomi Biblia. Kwa hiyo sisi ndio wanaotusoma. Wanapoona tunaishi vizuri kwa upendo, wanapoona tunapenda ibada, wanapoona tunamnyenyekea Kristo, wanaanza kutusoma. Kwa hiyo sisi wenyewe tukiishi maisha ya utakatifu, ni barua nzuri tu, ni Biblia nzuri tu ambayo inaweza kusomwa na wapagani na wakaamua kuja kanisani na kumwamini Yesu. Njia zipo nyingi, usikae tu hapo ukasema mimi siwezi. Huwezi kwenda hata kuandika mstari wa Biblia ukatuma kwenye mtandao. Kwenye mtandao kuna marafiki wangapi? Kwa mfano mimi ninakuwa chilia hizi clip, huwa natumia. Yaani mimi nikishaka kwenye simu yangu tu, wewe uko kwenye WhatsApp kwenye simu yangu, link utaipata tu. Unafungua shauri yako, ufungui shauri yako, kwa sababu mimi ninachojua, yani ninatekeleza andiko la enendeni. Kwa hiyo unatumia linki, anakuambia hamna siku hizo linki ukizifungua sio unakutana sio na vitu gani. Unamwambia ni sahihi, lakini hiyo ni linki yangu. Bado anaweka kiburi, anahisi kama sio unataka muunganishe kwenye mitandao gani. Acha, nasema acha. Yule aliyekusudiwa litamfikia hilo neno. Mimi nasema hivi, upo kwenye simu yako, jiandae kupokea linki zangu kila siku ninapoandaa mahubiri. Ukitaka utafungua, ukitaka utaacha. Ukiacha hata kufungua linki, unaweza kukutana na mimi tu online. Haina namna, ni kwamba utakubali kumpokea Yesu, kwa sababu haina namna sisi tuende mbinguni ubaki. Haina namna, ni kwamba tutakwenda sote. Mbingu ni yetu sote, Mungu ni wetu sote. Tunakupenda sana, endelea kushirikisha watu wengine habari za Yesu. Usione aibu kuzungumza kuhusu Yesu. Mungu akubariki sana.